Okay, imeendelea sasa. Dakpedia mwirori wa Juma Diaspora Radio kuma Alabama Birmingham City. Nitwacoka ringi turia ngumwirite twi mwena wa Gap tuguthi na mbere na kwaria mwena wa Gap radio ino itu gwite mwena ucio nundu wa guthuthuria maundu maria marekika na tutaendelea na lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo sisi tutakuwa tukisikilizana na Kiswahili. Kama unasikiza kidogo, usijali, sikiza ile utaweza, na nafikiri utaelewa kidogo sababu tunaongea na lugha ya Kiswahili kutoka huko Gap. Sasa tuko karibu kuanza maneno yetu tukiwa na guest wetu na Eri Mogo, na nafikiri tutaendelea kujua mengi ya Gap. Kila Jumamosi tutakuwa tukikuja hapa watu wawili, watatu, wanne wale watapatikana. Ukiwa karibu hapo kuuliza maswali, utaweza uliza, utaweza kusema kama utaweza ingia radio, kama huko Kenya, kila pahali huko utaweza ingia huko karibu kwa radio yetu. Okay, Diaspora Radio Juma inaendelea vizuri, na fikiri tuko sawa sawa kabisa. Nashukuru sana kwa watu ya Gap yote kuwa pamoja nasi na kumueleza vile mambo huko inaendelea. Sasa tuko na mgeni wangu, atampatia jina lake na nini na vile kazi inaendelea huko. Karibu sana Eri, tuongee juu ya Gap huko vile mambo inaendelea. Tuambie watazamaji wetu wanataka saa ile tukajua mashida hii kutokea hapa na pale, kila saa tunaona kilio. Naendaje huko? Wapatie majina lako kwanza. Majina yangu naitwa Mugo Hel, ndivyo nazitanga kwa Facebook na niko Gap. Nimekuja hapa kutoa tu experience tu kidogo tu ya Gap kwa leo. Saudi Arabia kule nilikuwa ya kutoka 2012. Leo nitawasimulia nini kidogo tu ya ile inafanyanga watu watoroke kiasi kwa Waarabu. Kama mimi mwenyewe nilitoroka, ndio nataka sasa at least niwaelezee kidogo ndio muelewe kwa nini nilitoroka. Ulitoroka kwa nini Eri huko Gap? Sababu nasikia kama umetoroka na hatuelewi kwa nini ulitoroka, shida gani ilikupata? Mimi wakati nilienda kule, unajua kulikuwa ni place yenye sijawahi enda tena. Yenyewe ilikuwa nzuri, lakini kazi yenye nilipatana nayo huko ilinichokesha. Kwanza mwezi wa kwanza mpaka mimi mwenyewe nikashindwa kuzielewa, sababu mwili mzima wote ulikuwa umefula. Sasa kizungumkuti ilitokezea hapa wakati wa Ramadhani. Hiyo Ramadhani tulienda nayo hivyo mpaka mimi kazi kanishinda. But hata before hapo kuna kitu nienda nikakutana nayo sijawahi ona kwa maisha yangu, na ilinikasirisha sana mpaka mimi mwenyewe nikaamua sifanyi kazi za aina hiyo. Kitu ya kwanza ilikuwa ni zile suruali za wamama unalazimishwa upige pasi, ambapo ilifika mahali sasa mimi nalazimishwa lazima nizipige, bila kupiga naacha napigiwa makelele zaidi. Ilibidi sasa aende alete zake mpya, kuna zenye zilikuwa hapo mpya. Nikaenda nikachoma 3 na pasi niliziwekelea pasi hivyo, nikiwa nimefungulia moto yote nikazichoma. Kujichoma sasa hakurudi kunipatia hiyo kazi ya kupiga hizo nguo zake tena. Alafu hizi zingine za wanaume, hizi boxer, huku Arabuni lazima upatiwe upige pasi. Hizo vitu ndizo zilianza kunikasirisha zikiwa za kwanza. Sasa hapa Ramadhani napo mimi nilienda nikachoka sana, mimi nikajisikia hapana, miguu ikaanza kufura. Sasa mimi nikasema badala nizirushe kwa ngorofa, siwezi nikazirusha kwa ngorofa nikufe kama vile watu wanakufa. Nikurusha maswali kidogo hapo. Yeah. Turudi nyuma kidogo, ni sababu umesikia umesoma ile umeichoma na ile serikali ya wanawake huko Arabu. Hawakukulipisha ama hawakuleta bara? Nilipigwa kelele sana, lakini hakurudi kuniambia nizipige pasi tena. Ilikuwa ni funzo. Alafu kuna kitu ingine wanakuanga sasa, kutoka hapo sasa ndio nilikuwa sasa nikawa na experience ya kuwa nikiambiwa sura. Kuna vile wakitaka kuenda ndio unapatiwa nguo upige pasi na mambo mengi. Wanakuambianga sura. Mimi akiniambia sura, hata kama ni nguo yake amenipatia yenye naendanga nafanya mistake, naendanga naichoma. Ndio siku hiyo nyingine asiniambie haraka.
na nikishachoma hivyo, hiyo siku ingine ananiambianga na mapema sana, sababu akikuja kuniuliza mbona umechoma hii nguo yangu, mi namwambianga tu direct, wewe ndio umeniambia nifanye haraka haraka haraka. Sasa ndio hii kazi yako ya kuniambia ya kunipea kazi ya haraka. Kama unataka kuenda mahali ziandae mapema, lakini si kuja kunipigia kelele hapa ati nifanye haraka nifanye haraka nifanye haraka. Nikamwambia hii ni pasi na hii ni moto, unataka nifanye nini? Sasa hawanapiganga tu kelele tu, alafu siku hiyo ingine anarekebisha. Kwa hivyo wakati ilichoma na ikafanyika hivyo, ama kazi ingine ikiharibika, akikuelewa hakuna vita itarudi, kama vile tunaonaga watu wanapiga kelele sababu kitu imefanyika, wamefukuzwa huko, ama unapewa kazi sio huwezi kuifanya kama ya kupaka rangi, sababu nimeona kama wengine anasema naambia pale juu ya mabati nini, kitu kama hiyo. Imeshawahi kufanyika kitu kama hiyo, kama kwa mtu unayemjua, ama anakuwa amekuelezea kama imefanikia kwa bahati mbaya kama hiyo? Acha niseme kwa Waarabu, ukienda lazima wanakuanga na hizi ngazi hizi, lazima uambiwe upande nini, upande hiyo ngazi, upangushe ukuta, kusafisha kila pahali, lakini kwingine inatakanga ukatae. Na kama amekuambia hivyo, mimi nilikuwa situmii hizo ngazi zao, nilikuwa nachukua kama ni brush, nachukua ile tawelo kubwa naifunganisha na hiyo brush, alafu naanja kupangusa nayo nikiwa nimesimama chini. Mimi sizoei panda hiyo ngazi, nilikataa. Unajua mambo mengine ukiona kuna hatari unakataanga. Unaona? Si ati nikwambia hivi ufanye, wewe uko na rights zako za kukataa, sababu inafaa uzirudie, ujue hapa mimi mwenyewe nikivunjika mguu ama nikivunjika mgongo, mimi ndio nitaumia. Na hii Kwa hivyo mashida mimi naona na hii mashida naona saa ingine watu wakiwa pamoja huku wakilia kama wamesanywa kwa room moja ama wamekaa kwa room moja, wako na mashida kila mmoja wao, na wanaulizana watafanya nini, watafaidika na nini. Hiyo mambo naionaje? Sababu nimeongea na mwingine hapa awali kidogo, na aliniambia hali ya ofisi ya huku, juu ya hali hii contract maagent kufanya nini. Hii mambo unaweza kutueleza kidogo tu, ama mashabiki yetu ya Juma Diaspora Radio wajue, ama wawe wakielewa saa ingine nafanyika mambo isiyo ya kawaida kama vile tunafikiria tukiwa nje. Sasa hapo itadipendi na akili ya mtu ya kuzaliwa, na itadipendi na vile wewe mwenyewe unachukuanga maneno yako. Sababu mimi wakati niliona mimi nateswa, sikuwa na hizo time za kufikiria mimi niende kwa ofisi ama nini. Mimi niliingia kwa nyumba, nikaenda nikavaa linda zangu 3, kila kitu kilikuwa 3, hata mblaka mimi kila kitu. Na nikaenda nikachukua ile tanki ya takataka, nikaenda kutupa na nikaiacha huko, nikakanyanga barabara, nikaenda paka polisi. Nienda polisi na nikaenda nikakaa huko wiki nzima, nikiwa nakunywa supu za polisi huko, sababu ilikuwa ni Ramadhani. Mdozi wangu akaenda akakuja siku ya pili, akaniambia nataka urudi kwangu. Nikamwambia mimi sirudi kwako, mimi nimechoka sana na siwezi rudi kwako, nataka nibadilishiwe nyumba. Akaniambia siwezi nikakubadilishia nyumba, kama unataka nikubadilishie nyumba mimi natakuja na nguo zako zote nikulipia fare urudi kwenu. Nikamwambia mimi miezi yako 3 imeisha, na nilikuwa nimeambiwa na agent miezi 3 ikiisha pesa zako zenye ulinunua nazo zimeisha, kwa hivyo mimi siko tayari kurudi kwako. Haya, wakaenda wakaongea na hao watu walikuwa hapo, ikasemekana lazima nipelekwe kotini niende nikachunguzwe kwa nini nakataa kurudi kwetu. Ndio nikawaelezea mimi, nikasema mimi siko tayari kurudi kwetu, sababu nilikuja kutafutia watoto. Nikuulize swali hili. Kwa hivyo ukitoroka uende kwa polisi na useme hautarudi kule, polisi hatakurudisha kwa nguvu, sababu tunaonaga watu wengine wanasemanga akienda kwa polisi ile mtu anakuja anakutoa huko polisi, kitu kama hiyo. Kwa hivyo ifanyiki namna hiyo kama umeenda kwa polisi? No, ni uoga wao, sababu hata huko polisi kuna ofisi ziko huko. Hao wanawake wenye wako huko wanakuanga na ofisi zao pia, wanapelekananga kazi huko huko. Kwa hivyo ukikataa kurudi kwa Morabu kabisa na ukatae kurudishwa nyumbani, wao wenyewe kama unataka kazi wanakupeleka kazi. Si lazima kurudisha mahali penye unakataa. Ukishakataa umekataa, si lazima urudishwe huko. Kwa hivyo hiyo ni kupenda kwao kunini.
Sasa na kuna ile mambo ingine nasikianga watu wakisema sijui wamefanywa. Kweli wakati nilikuwa huko polisi niliona kuna baadhi ya mambo niliona, sababu nilienda nikapata kuna 56 Kenyans walikuwa huko polisi. Alafu sasa kuna wenye walikuwa wamechomwa na maji, kuna wenye walikuwa kuna wenye walikuwa wamepigwa, kuna wengine walikuwa na wazimu. Kwanza kulikuwa na Kenyans watatu walikuwa na wazimu, tulikuwa hatulali usiku. Kwa hivyo watu walikuwa na shida mbalimbali. Kwa hivyo vile unasikianga watu wakisema sijui wamefanywa, hiyo mi ndio nilihakikisha huko polisi nikaona kweli ni ya ukweli. Kwa hivyo mtu afanyiwa kitu hakujua. Kwa hivyo kwa mfano kama mtu ameingia huko, unatakiwa ukatae kutoka kurudi kwa ile mwajiri yako mmekosana naye. Si lazima urudi. Unajua sasa uzuri wetu mimi agent mwenye tulienda naye alikuwa ametuambia kabisa, akatuambia miezi mitatu ikishaisha uko na right ya kukataa kurudi kwa mwajiri wako. Na kuna kitu kimoja hapa watu akikufanyia vibaya. Kuna kitu kimoja hapa watu hawajuangi. Unaona, kutoka pale Kenya wakati unachukuliwa na mtu anakuambia kuja niende nikupeleke kwa agent uende kazi Saudi. Yeye mwenyewe anakuanga tayari amekuuza, anakupeleka kwa agent anampatia 10,000. Ama unaizwa 7,000, italingana na maelewano yenu. Kwa hivyo yule mwenye amechukua mtoto wako amempeleka pale, tayari yeye amelipwa na wewe mwenyewe umebaki hapo hata bila chumvi. For one, stage ya kwanza ushakuliwa na yule mwenye amekupeleka. Ya pili naye ndiye huyu ni agent sasa. Akikupeana kwa msauti tena na kuuza. Ndio sababu nasikianga wako wakali hivyo, sababu wanakuanga wao wenyewe wametoa pesa na hizi zingine wanakuanga wamekuja sasa kukupeana huku. Kwa hivyo sasa ni wewe mwenyewe ukienda kule uzipange, na ujue ukipata shida huyu agent anaweza kukutetea. Kwa hivyo mtu anatakanga acha kukimbilia kwa hizi ofisi zinakuanga nini sana. Kimbilia tu polisi kule kwa serikali. No. Kwa hivyo hii agent watu wanalia agent ati anapigia agent ya siku agent kutoka pale alikuuza hana shughuli na wewe tena, maneno yake imeisha. Agent yeye mwenyewe tayari, hata mwenye anakupeleka kwa ofisi anakuanga ashalipwa pesa na agent tayari, sababu hawezi kufanya kazi ya nini, kazi ya bure. Alafu sasa naye agent pale akishakuuza kwa Mwarabu ni basi, atakutetea haja, hawezi kukutetea, ni wewe mwenyewe na Mungu wako sasa, na uzitume na akili yako. Yeah. Kwa hivyo mimi na maoni yangu naona kama shida saa ingine inatupata bila kujua, sababu unajua mashida ya kwetu mtu akitoka anakuwa anakifikiria ameenda pahali, kwa vile saa ingine anaelewa na wengine. Ndio sababu nataka tuongee sasa mambo kutoka gapu. Watu wengi ama mashabiki yetu ya Facebook, ya Jomwa Diaspora Radio, Television, yote wawe wakielewa. Saa ingine anaweza kupatana na mmoja wao ama marafiki yao ama mtu yao akienda huku ama akitoka, ndio ataweza kuelewa mashida. Akielewa atajua, atafikiria ama ni uongo ama ni ukweli. Kwa hivyo shida mingi Waarabu ile wako naye ni gani hasa? Uko Kiarabu tuseme kwa gapu yote, sababu gapu uko watu tofauti. Huku tuseme shida za mtu ndizo zinaweza zikamfanya aishi huku, sababu unajua hata kule Kenya tufanyangi kazi sawa. Kuna mtoto mwenye halilelewa kwa familia ya matajiri, na kama ujui kuwasha uwezi tovoa ngafu. Kuna mwingine naye alizoea hii kazi ya kuziuza kule Koinange na kule kwingine Mombasa, Casablanca. Mtu kama huyu naye akikuja huku lazima atachapa umalaya, sababu hawezi vumilia miaka miwili. Lazima hata atatoroka tu aende tu kule nje. Kuna mwingine naye akiwa nyumbani pale, hata mzazi wake akijaribu kumwambia hivi asikiangi. Sasa hata akienda kwa Mwarabu hawezi sikia, unaona? Kwa hivyo watu tuko tofauti sana. Kama vile unaonanga hizi family ni tofauti. Hata huko Kenya kuna family unaweza henda iwe ni family nzuri, na kuna nyingine unaweza henda iwe ni family mbaya hata hawakutaki, unaona? Kwa hivyo hata huku kuko hivi. Kwa hivyo ile kitu kinatakanga ukikuja huku uendelee kuomba Mungu na ukae na maombi sana, akusaidie uweze watu wakupende na uweze kukaa na hii familia vizuri na uwasikize vile wanasema. Kuna mambo unafaa kuwasikiza na kuna mengine unafaa kukataa. Ndio uweze kuelewana nao na uweze kusukuma maisha yako kwa njia ya amani. Yeah, lazima usome mtu, sababu kama kwa mfano saa hii niko place kama hii, unajua nikikuja huku lazima nijue hii familia inatakanga hivi
na hawatakangi hivi. Wanatakanga nifanye hivi, lakini hivi nikifanya hivi wanakasirika. Kwa hivyo ile vitu naona wanakasirika ndizo nafaa kujaribu kuzirekebisha kiasi. Na kuja huku nafaa, kama mimi ni mtu wa mdomo sana, nifunge mdomo wangu. Hata wakiongea nini, nizifanye mimi sisikii. Unaweka earphones zako kwa masikio na unaendelea na kazi. Uzuri wa Mwarabu naye, ukiona kimekupigia kelele kabisa, kelele na usikie umekasirika kabisa, endelea na kazi zako na uweke earphones kwa masikio, uendelee kusikiza nyimbo za Mungu. Akuangi na hiyo vile amepiga kelele na kuanga amemaliza hizo maasira zake zote. Utamsikia tena hata mtaendelea sababu hiyo maswali vile tunasikia sio kujua. Sijui kama wewe ushasikia mambo kama hiyo ama kujua. Sababu nasikia kama watu wengine wakitoka hapa wanaweza kuanza shughuli zingine za kazi zingine hii haramu. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Hiyo ni kweli. Ni kweli kabisa. Sababu mtu anaendanga kwa Mwarabu, ukisikia kazi ni nzito sana, we unaenda unatafuta ile njia unaweza toroka nayo uende huku nje. Sasa ukishatoka kule nje ujue uko free. Sasa ukiwa free unaweza enda mahali popote, ama unaweza date mtu yeyote mwenye unataka, sababu hizo ni raha zako. Na ndio unaona hata sisi wakati tulikuwa kule Saudi, ni watoto wengi sana washawaitumanwa kule Kenya. Mtu alikuwa kama saa hii tuseme kwa mfano naenda nyumbani, rafiki yangu anamtumia mtoto wake, naenda namfikishia kule hapo, anachukuliwa na familia zao. Kwa hivyo kule kulikuwa hakuna shida, hata watu wakiwa na watoto kule walikuwa wanawapeleka. Haya, hii maswali watu wanaulizana sana Eli, sababu hata zamani watu hata nikiwa hapa United States nilikuwa nikiona tu hiyo matabiko ya watu wengine wanasema hii watu wakienda huko wanaweza kuweza kuuza pombe, kutengeneza sanaa namna hii, wengine wanaenda hii kazi ya ukahamba, kitu kama hiyo. Hii maswali yote ndio tunajaribu kusanya sana, ndio watu wakitoka nyumbani tuone kama hii tabia itaweza rekebishika, ama kama watu wataweza tu kusikiza kwa wengine, kwa wale wako huko, ndio wakitoka nyumbani wakikuja huko wakaanza hii na wakawa na uelewa kidogo ya kujisaidia, kama hivyo umesema. Mwarabu anataka hata akilete maneno mingi na nini, wewe uendelee na kazi yako. Akiona umekasirika na wewe unaweka kazi yako hiyo, ataona wewe iko mtu iko na kitu kingine, ataweza kuwashana na wewe. Hiyo mambo yote inakuwa ni kweli ama? Najua nataka hii watu ya mashabiki yetu ya Jomvu Diaspora Radio na television, mafani wetu ya Facebook, sababu tuko live, waelewe, sababu sisi hatuelewi. Nyinyi mko huku mtaweza kutueleza mambo mengi kidogo kutoka kwa wewe kwa mwingine namna ile. Ni kweli pombe iko ya shang'aa na watu wanakunywanga sana, lakini wenye wako kule ndani kwa Mwarabu hao hata wajui hizo vitu, kama kuna vitu kama hizo. Sasa wenye wanapitanga hizo la ni wenye wako huku nje, wale wanaitangwa Kemboys. Unaona, ujue kuna pia wanaume Kemboy na kuna pia wanawake Kemboy. Kwa hivyo hao ndio wanakuanga na hizo la zote za kukunywa pombe. Alafu sasa hii ingine mambo ya wachichana nao kutoa mimba, hiyo iko sana. Umalaya huko mwingi sana. Hapo ni kweli. Hata watu wengi wenye wanakufanga saa ingine, kama wangekuwa wanafanyiwa postmortem ingekuwa inajulikana hao watu wengi wamekufa sababu ya mamimba. Na kutoa mimba. Sasa ile unatoa uko peke yako kwa nyumba pale, hauna documents, hata unaogopa kuenda hospitali. Sasa si unaona, sasa utakufia tu ndani ya nyumba. Ambapo mimi kuna rafiki iliyokoa sana, alikuwa na hiyo shida. Yeye alikuwa ameenda akazitoa mwenyewe, mtoto akaozea ndani ya tumbo. Ni damu ikatoka mpaka ikaisha. Kusema ukweli, acheni tuwe tunaongea ukweli. Nikampatia advice, nikamwambia fanya hivi, enda hospitali, afadhali uende wakutibu, uende ukatalie huko, wakikutibu afadhali urudi ukiwa mzima. Alienda akatibiwa, akaoshwa hiyo tumbo yake, na akaenda, wakati alipona alienda akafungwa mwezi mzima na akarudi Kenya akiwa mzima, na kama angekaa hivyo angekufa. Kwa hivyo mimi naweza nikawa advice mtu hata kama hana makaratasi, enda ukatalie kwa hizo hospitali za nini za serikali. Acha kuomba ushauri kwa watu ama nini. Swali lingine Eri, nataka kuuliza. Hii makeboy ni nini? Hii language ya makeboy. Hatujui, tunasikia tu makeboy. Tutaweza
fafanua kidogo na Kiswahili tusikie ama tujue, ili tujue Makeboy. Naona watu wengi wanasema Makeboy. I don't know what's that. Makemboi ni wakimbizi, wale wanakimbia kwa wadosi wao, lakini ukisikia kemboi naye ile kitu kinafanyanga atoroke kwanza. Kama we ni kemboi uko nje, unapata mshahara mkubwa sana hata kushinda mtu mwenye ako ndani. Sababu sasa wewe ukiletwa na agent, umeletwa na 28,000 to 30,000 hapo. Lakini ukitoroka kule nje uko na kuanzia 50,000, 60,000 to 70,000. Kwa hivyo watu hata kukimbia kwao si ati wanatorokanga kwa Waarabu wengine sababu ya shida, wanatorokanga sababu ya kuona wingi wa pesa kule nje kwa wenye wamekimbia, kwa wale wakimbizi. Oh, so huyu Makeboy ni wale watu wakimbizi, yaani sasa wanafanya kazi kama kibarua. Lakini pia kuna kazi nyingi zinapatikananga kila wakati, si ati utakosa kazi. Yeah. Nafurahia hiyo heri sababu nimekuchukua kutoka kwa kazi. Unajua huko ni usiku kidogo na angalau unataka kulala kidogo. Nataka tuwe tu tunaendelea kusanya maneno ya kuwaelezea watamasaji wetu na fans yetu wote hali wako dunia nzima. Radio imetaba mzuri. Hii maneno inatukasiria kila siku, mtu anakuwa na makasiriko kwa sababu anaona Mkikuyu ama Mkenya mwenzake akilia pahali, lakini shida sasa tumeanza kuitatua kidogo kidogo kutoka kwenu. Kwa hivyo ndio unaona nafurahia, naona siku hii ama Jumamosi ya leo ni yangu ya kwanza kuongea sana kwa radio yangu Juma Diaspora Radio, na tutazidi kuongea ndio hii mambo tuendelee kuyapata. Kwa hivyo naomba kila mmoja rafiki wetu ya Facebook, wafuasi wetu kutoka huko Gabu, kutoka diaspora kila mahali kwetu Kenya, Jumamosi tutakuanga na hii kipindi kila wakati na wakati na mwingine, sababu tuko na watu wengi wa Gabu, na tutazidi kuongelea hiyo mambo. Na ukiwa na swali utaweza uliza ama unaweza comment ama utaweza ngojea Jumamosi. Sasa hakuna mtu ameuliza swali, hakuna swali tutaweza uliza heri, sababu hakuna mtu ameuliza, ni ile tu kufikiria kwangu, na ninafurahia watu ya Gabu sana kwa kujisanya na kujitolea kwa wakati yao, wakapoteza zingizi yao kuongea na nyinyi, pia kupea nyinyi hali ya Gabu vile iko kupitia hii session yetu ya Radio Juma kutoka hapa Alabama, Birmingham City, na tutaendelea wiki ijayo. Kwa hivyo Eri, nataka pengine tuko na watu wengi wanatutazama ama wengine watakujia baadaye, sababu najua nchi yetu sasa wanakaribia kulala, ni saa 5:30. Pengine wataamkia kwa Facebook, wale wako wataona tu diaspora, najua wako tu watatazama baada ya kutokea hapa na pale. Tutaweza kuarabia nini ya mwisho ndio nikupea nafasi ya kupata sigisi kidogo na mimi niteke break kidogo. Mimi kitu ya mwisho nataka kuambia mzazi yeyote mwenye atakuwa anataka kutuma mtoto wake ngafu au amechunguza huyo mtoto wake kama ni mtu mwenye anaweza vumilia kule ama ako haje. Unajua kila mzazi anajua mtoto wake vile hako, sababu yeye ndiye amemlea hiyo miaka yote. Wasifanye kutuma watoto tu hivi, na wanajua huku ukileta mtoto wako, ulete mtoto wako ukijua anaweza fanya masaa 17 to 18 hours kwenda hapo to 20 hours, na anaweza lala hata masaa 3. Kwa hivyo kama mtu anaweza ona mtoto wake anaweza survive hiyo masaa yote akifanya kazi, na time za kukula ni za kukula tu peke yake ukiwa unaendelea na kazi, hapo anaweza mleta. Lakini ukileta mtoto wako mwenye hata hajazoea hizo kazi, hawezi toboa. Thank you very much. Nasikia sasa mmeelewa vizuri. Juma Diaspora Television, Juma Diaspora Radio, yote ni yetu na tunatazama kila siku kila wakati. Nafurahia kutupatia nafasi yenu kuwa mnaangalia show yetu, na tutazidi Gabu kama vile nimemwambia awali. Hii Kiswahili yetu ni kidogo, usijali kusikia imeteleza, wewe usijali. Hii ni Kiswahili kidogo, najua unaelewa tu sababu wewe Mkikuyu kabila yote. Sasa tutaongea Swahili kwa nchi yetu, ndio nimesema Gabu. Najua Gabu sio Kikuyu peke yake, na kwa hivyo taenda kusikizana nao sababu ni madugu zetu, ni madada zetu, na ni mpaka tuwasikie sababu hata Kikuyu wako huku, kila mtu wako huku na naelewa shida. Sasa namuomba kama uko na swali utaweza comment kwa show yetu, na utaweza kutupatia subscribe yako kwa Juma Diaspora Television,
radio yetu iko napita sawa sawa, na Mungu atatusaidia na wewe atakusaidia pia kutupatia nafasi yako, na Mungu atambariki. Sasa tutafika kikomo hapo juu mchana mzima tumekuwa na shughuli hii na ile kwa studio, na Eric hata kama mwingine tuliongea naye na wanatupatia hiyo nafasi kutueleza vile iko kutoka kwa kazi. Sasa mpaka wamechoka kiasi ama wamejitolea. Nashukuru sana kwa hao kujitolea kutupatia hii nafasi. Mimi nakupatia nafasi sasa ulale, na furahia hii mambo yetu na mazungumzo yetu sana, na ninajua tutaendelea namna hiyo na mashabiki wengi tutakuwa nao, na tumewakaribisha kwa lugha ya Swahili na tunawakaribisha kwa maswali yote watauliza. Nafikiri nyinyi watu wa GAP tusaidia tu kurudisha kidogo ile mtaweza, na Mungu atambariki huko, na tunamuombea sana kuwa safe huko, kama Mungu amlinde mkifanya kazi, sababu Arabu ni Waarabu, saa nyingine amegeuka usiku na anakuwa kama mnyama. Kwa hivyo mimi nasema ni asante sana, na tutashiriki kuongea kabla ya Jumamosi wike, tuone tutaendelea na nini nyingine. Mungu akubariki sana, na pia wewe mtazamaji wetu, Mungu akubariki sana. Asanteni sana kwa kuwa nanyi kwa wakati huu. Asante sana. Asante Ari. Mungu akubariki. Pia. Nini? Kamera ni polire. Kamera yora. Oma studio. Ogu ni oma studio. Na thina wa internet na ndireti kira kuhuria na